Assalamu alaikum, ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mwenye imani, ndugu yangu, kukosa kwako kwa mtoto isikuumize mwisho wa siku kaongea kufuru kwa Mwenyezi Mungu. Kwa maana kuna watu wana watoto lakini watoto hao hawasaidii chochote. Wana watoto lakini mtoto huyo hamsaidii kitu, kwa sababu mtoto hana kitu. Hilo tunakubaliana nalo, halina shaka. Lakini heshima nayo hamuheshimu kama mzazi wake, anamwona mzazi ni kama kituko. Mama ni wa thamani mno, kwa sababu mama halihangaika na wewe ukiwa tumboni ndani ya miezi 9, bado akakubeba na kukulea ndani ya miaka 2 mpaka miaka 6, bado upo katika uangalizi wake. Ndugu yangu Muislamu, wako wa mama wanaitupa watoto, wako wa mama wanaitelekeza watoto pahali hawakupata bahati ya kulelewa na wazazi wao. Ndugu yangu Muislamu, wewe umepata bahati ya kulelewa na mama yako, baba yako. Baba yako ana nyumba, baba yako ana mali, baba yako ana biashara fulani. Unatamani baba yako afe, unatamani mama yako afe. Lengo kile alichokuwa nacho kichukue kwa haraka, kujitafutia wewe huwezi kabisa. Lengo lako na kusudio lako unaamini kwamba urisi ndio utanitoa mimi kimaisha. Huna unaoambiwa na mzazi wako ukalisikiliza. Wako wa mama wanaambiwa na jambo lolote na mumewe hawezi kulisikiliza. Huenda anamsikiliza mama yake au baba yake au dada yake. Tambua ndugu yangu Muislamu, kwa wewe mwanamke ukiolewa, hakuna kauli itakayetakiwa kuisikiliza zaidi ya mumeo. Wako wa mama leo wanapata maradhi, wanaumwa, utasikia dada yake mkubwa au kaka yake mkubwa au baba yake, njoo kae na mama yako anaumwa, njoo muuguze. Ndugu yangu, huo ni mtihani mzito, kukosa kwa maadili na kukosa kwa imani. Binti, unapokuwa umeolewa, hata mama yako afariki leo, hauruhusiwi kwenda pasipo na idhini ya mumeo. Mama yako awe mgonjwa hali mbaya, lazima idhini itoke kwa mumeo, nenda au usiende, mimi nitakwenda, au usiende, mimi nitafanya utaratibu wa kumhudumia mama. Lakini mwanamke hayuko hivyo, hatakwambia mama yangu ana mgonjwa, siwezi mimi kubaki nyumbani nikamwacha mama yangu. Na kweli huyu ataondoka, aidha kwa shindikizo la ndugu zake au yeye mwenyewe kuona anamjali sana mama yake, pasipo na kujua anachokifanya huenda kitapelekea hata huyu mama yake kuingia motoni, au itapelekea yeye kuingia motoni na kutokusameheka. Ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu wewe mwenye imani, akina mama punguzeni kiburi, punguzeni jeuri. Akina mama leo hii unaona akina mama baadhi yao unakuta anatembea barabarani yuko utupu. Unamkuta yupo katika sehemu ambayo wako wanaume wengi, yuko katika gari kavua nguo, anacheza uchi. Wewe mwanamke, nini unafanya? Thamani yenu iko wapi? Wako wanawake wanasherekea kabisa kumwona mwenzao yuko utupu, anacheza akiwa ziko rika ya watoto wake, liko rika za wadogo zake. Wako watu ambao wanamtazama na kwake anaona ufahari, anasherehesha sherehe. Ndugu yangu Muislamu, muda huo wakati unafanya hayo yote, umauti kwa kufika, utamjibu nini Mwenyezi Mungu? Tunavyosema tuwe na mwisho mwema, lazima tuwe na mwanzo mzuri, na ndipo tuwe na mwisho mwema.